Maisha yanatoa mafunzo mengi na Mungu wakati wote haachi kutuelekeza juu mwamba wake kuwa yeye ni Alfa na Omega. Tarehe 12 Juni mwaka 2025 katika taifa la India ilikuwa siku ya kawaida kama siku nyingine. Amani ilitawala bila hofu yoyote ile na hakuna aliyejua kuwa dakika kadhaa zijazo dunia itakumbwa na mshtuko mkubwa kwa kuwapoteza watu kutoka mataifa mbalimbali. Yapata saa 1:20 usiku, hapa ni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, kulikuwa na abiria walikuwa wakitegemea kupaa kwenda nchini Uingereza kwa majukumu tofauti. Abiria hawa walionekana kuwa na furaha, lakini laiti wangejua kinachokwenda kutokea ndani ya sekunde 30 zijazo, pengine wasingesafiri ama wangegairi kabisa kuipanda ndege siku hiyo. Walipiga picha za kumbukumbu kwa furaha, na wengine waliwapigia simu wapendwa wao huko wanapokwenda na kuambia waje airport kuwapokea, lakini yote haya Mungu muweza yote hakutaka yatokee. Abiria hawa walipanda kwenye ndege aina ya Boeing 787 Dreamliner iliyokuwa na umri wa miaka 11 tangu itengenezwe na Boeing mnamo mwaka 2013 na kupelekwa kwa Air India mnamo Januari mwaka 2014. Abiria 230 na wafanyakazi 12, wakiwemo raia 169 wa India, 53 wa Uingereza, 7 wa Ureno na 1 wa Canada, walikuwa ndani ya ndege hii kwa tabasamu pana, wakitegemea kupaa na kutua salama. Baada ya kila kitu kuwa sawa, taratibu ndege ikaanza kukimbia kwenye runway za uwanja wa Ahmedabad, ikiwa ni saa 1:38 usiku. Baada ya kila kitu kuwa sawa, taratibu ndege ikaanza kukimbia kwenye runway za uwanja wa Ahmedabad. Hii ilikuwa ni saa 1:38 usiku, paa likipambwa na giza pamoja na nyota angavu angani. Ndege ilipaa vizuri tu, lakini sekunde chache baadaye ikaanza kutoa mlio wa dharura. Kuna jambo halikuwa sawa ndani ya ndege. Kabla hata abiria hawajafunga mikanda yao, kabla hawajamaliza juisi walizopewa, kabla watoto kusinzia, Air India ilianza kurudi chini kwa kasi. Roho za watu zilianza kulia, umauti nao ukazidi kuwajemelea. Bila mswali mtume, ndege ikarudi chini kwa speed ya ajabu. Kulingana na tovuti ya uchukuzi wa ndege Flight Radar 24, ndege ilifika urefu wa viwanja viwili vya mpira kabla ya kupoteza mawasiliano na kuanguka chini. Ndege ilianguka karibu na uwanja wa ndege, ikagonga hostel za madaktari ambayo ilisababisha moto mkubwa na moshi mwingi kutokea. Picha za CCTV zilinasa sekunde za mwisho za ndege hiyo, zikionyesha ndege ikishindwa kupaa urefu wa kutosha baada ya kuruka na kuanguka kwa kasi ndani ya sekunde 30. Wale watu waliokuwa wakipiga picha sekunde kadhaa zilizopita walitapatapa na kupoteza maisha. Hakukuwa na mwokozi, ni wao na Mungu wao. Takriban watu 269 walikufa, wakiwemo abiria 241 na wafanyakazi wote wa ndege, pamoja na angalau watu 28 waliokuwa ardhini, wengi wao wakiwa ni wakazi wa hostel ya madaktari. Mungu na maajabu yake, walikufa watoto wasio na dhambi, wakafa mashehe na mapadre, lakini muuni mmoja aliyenywa kiduku na cheni kali kwa shingo, aliyetoboa masikio, Bisho alipona. Kweli Mungu hana mpambe. Vishwash Kumar Ramesh, raia wa Uingereza mwenye asili ya India, alinusurika. Alikuwa ameketi nyuma ya ndege ambayo ilipata jeraha dogo kabisa. Alipata majeraha, lakini aliripotiwa kuwa nje ya hatari baada ya kupatiwa matibabu katika hospitali ya umma ya Ahmedabad. Alimpigia simu baba yake mara baada ya ajali, akisema hajui alipona vipi. Alijikuta tu yupo nje ya ndege na kujiona mzima, anayeweza kuongea na kutembea. Kama Mungu angekuwa na mpambe, huyu muuni bila shaka asingepona. Mtu mwingine aliyekuwa na bahati ya mtende kuota jangwani ni mwanafunzi aitwaye Bhumi Chauhan, aliyekosa ndege hiyo kwa kuchelewa dakika 20 kutokana na msongamano wa trafiki huko Ahmedabad. Alisema awali alikasirika,
lakini baadaye alishukuru kwani msongamano huo uliokoa maisha yake. Baada ya taarifa kutoka ndege hiyo imeanguka, alibaki ameduaa akitetemeka, machozi yakimtoka. Kwa muda mrefu hakuelewa kile ambacho kimetokea. Alichokuwa akijilaumu kwa dakika 20 zilizopita, kumbe kilikuwa ni miujiza iliyomnusuru na kifo. Baadaye alisema, nilikosa ndege iliyopaswa kuniua. Ilikuwa ni miujiza. Mungu amenipa nafasi ya pili ya kuishi. Hapa tunapata funzo, sio kile unachokikosa maishani ni mkosi. Mengine unaepushiwa yale yaliyokizani. Thamini kila siku ya maisha yako. Hujui ni kwa namna gani Mungu amekuokoa jana. Hii ni ajali ya kwanza kuhusisha Boeing 787 Dreamliner ambayo imekuwa na rekodi nzuri ya usalama tangu kuanzishwa kwake. Ni ajali ya kwanza kubwa ya Air India tangu mabomu ya Air India Flight 182 mwaka 1985 ambayo ilihusisha ugaidi. Ajali hii ni mojawapo ya mbaya zaidi katika historia ya anga la India, ikilinganishwa na mgongano wa angani wa mwaka 1996 ambao uliua watu wote 349. Mimi ni Steve Champion.